Jua lilikuwa limezama muda si mrefu. Vuta baridi ya usiku wa Dar es Salaam ikaanza kujipenyeza kwenye ngozi yangu kama sindano nyembamba. Nilikuwa nimekaa kwenye benchi la mbao pale Kinondoni, jirani na kibanda cha kahawa cha Mzee Msuya. Sauti ya daladala zilizokuwa zikipita kwa kasi, honi za bajaji na minong'ono ya watu waliokuwa wakinywa kahawa zilikuwa zikinizunguka kama moshi wa ndoto mbaya. Nilikuwa na wasiwasi mwingi, lakini si kwa sababu ya giza au kelele. La hasha, wasiwasi wangu ulikuwa juu ya mwanamke niliyekutana naye wiki 3 zilizopita. Jina lake ni Zena, mrembo wa ajabu. Uso wake hauna doa, ngozi laini kiasi cha kuonekana kama haijawahi kuguswa na jua, macho ya samawati yanayong'aa kana kwamba yanaangaza giza lenyewe. Kila ninapoyatazama, nahisi kama ninateketea kwa moto wa ndani usio na majivu. Nilikutana naye kwa namna isiyotarajiwa kabisa. Ilikuwa siku ya Jumamosi jioni. Nilikuwa nimetoka kazini mapema. Nafanya kazi kwenye ofisi ndogo ya kutafsiri nyaraka maeneo ya Kurasini. Siku hiyo nilikuwa nimechoka mno, lakini kuna kitu kilinisukuma kutoka nyumbani kwenda Coco Beach, labda kwa hewa safi au pengine kusafisha kichwa. Nilipofika pale ufukweni, hali ya anga ilikuwa kama ya hadithi, mawingu meusi yaliyofunika sehemu ya anga, lakini bado ukiona mwangaza wa jua kwa mbali, kama jicho la Mungu likiwa linakodoa kutoka mbali. Niliamua kuketi kwenye jiwe kubwa pembeni ya maji. Nikiwa hapo, ndipo nilipomuona Zena kwa mara ya kwanza. Alikuwa amesimama umbali wa takriban mita 20 kutoka kwangu. Mavazi yake yalikuwa ya kawaida, gauni la buluu lililokuwa likipepea na upepo wa bahari, lakini muonekano wake haukuwa wa kawaida hata kidogo, kama aliyetengenezwa kwa mikono ya malaika. Kitu cha kushangaza, watu waliokuwa wakipita karibu yake hawakuonekana kumwangalia, kana kwamba mimi pekee ndiye niliyemuona. Alitembea taratibu kuelekea kwangu. Hatua zake hazikuwa kama za binadamu wa kawaida, ilikuwa kama anaelea. "Habari," aliniambia kwa sauti ambayo ilinitetemesha mpaka kwenye mfupa wa uti wa mgongo. Ilikuwa laini, lakini ilibeba nguvu isiyoelezeka. Nikasita kidogo kabla ya kujibu, "Poa, na wewe je?" Akatabasamu, "Sijawahi kukutana na mtu kama wewe." Siku zilizofuata zilikuwa kama ndoto. Zena alionekana kila nilipokuwa. Siku moja nilikuwa Kariakoo kwenye duka la vifaa vya elektroniki, nikimsindikiza rafiki yangu kununua spika. Nilimuona kwenye kioo cha duka amesimama nyuma yangu. Nilipogeuka hakuwepo. Usiku nilianza kuota ndoto zisizo za kawaida. Nikiwa kwenye jangwa kubwa, jua likiungua kana kwamba limeteleza kutoka angani na kuketi kwenye ardhi. Nilikuwa nipo peke yangu, nikimtafuta Zena. Nilikuwa nikipiga kelele, "Zena, Zena!" Lakini badala ya sauti yangu, nilikuwa nasikia milio ya wanyama wa porini na vicheko vya watoto wachanga vichwani mwangu. Na kilichoogopesha zaidi, kila nilipoamka kutoka kwenye ndoto hizo, ningemkuta Zena amekaa pembeni ya kitanda changu, ananiangalia kwa macho yasiyo blink. Asubuhi ikifika, hakuna mtu, hakuna alama, hakuna ushahidi. Nilianza kujiuliza kama napoteza akili. Siku moja, niliamua kumpeleka Zena kwa shangazi yangu Mama Riziki, ambaye anaishi Magomeni. Yeye ni mtaalamu wa tiba za kienyeji na anaona vitu vingi watu wa kawaida hawawezi kuona. Tulipofika, Mama Riziki alimtazama Zena kwa macho ya mshangao, kisha akamgeukia mimi na kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Mtoto wangu, huyu si binadamu."